Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, madhehebu ya kumweka rasmi askofu msaidizi mteule Padri Josephat Jackson Bududu katika daraja takatifu ya askofu yameanza kwa wimbo Veni Creator Spiritus, uje Roho Muumbaji. Wimbo huu unaashiria kwamba mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Ili kuungana na Kristo, ni lazima kwanza kuguswa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye Kristo aliyekichwa anamimina katika viungo vyake, anajenga, anahuisha, anatakasa kanisa ambalo ni sakramenti ya umoja wa Utatu Mtakatifu na wa watu. Kwa wimbo wa Roho Mtakatifu tuna lengo la kumwomba Roho Mtakatifu aje, kwa sababu ndiye anayetutakatifuza na kwa nguvu zake hayo yote yanawezekana. Baada ya wimbo wa Roho Mtakatifu, dhehebu lililofuata ni kumtambulisha askofu msaidizi mteule kwa askofu kiongozi wa ibada Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa na kusoma hati ya uteuzi kutoka kwa Baba Mtakatifu. Kwa furaha na kwa kuzingatia vipawa vyako vya talanta na ubinadamu, fadhila. Kisha kumtambulisha ilifuata homilia kutoka kwa Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa. Sisi wana Tabora, kanisa la Tanzania na kanisa la kiulimwengu, tunafurahi leo kwani tutampata Askofu Josephat Jackson Bududu anayekuja kufuata nyayo za hao waliomtangulia. Homilia hiyo ina lengo la kumkumbusha askofu kwa daima ameteuliwa kati ya watu kwa ajili ya watu katika mambo ya mhusu ya Mungu. Ajitahidi kuwa mtumishi, kwani waskofu humaanisha huduma. Katika liturujia ana wajibu wa kuhubiri na kufundisha, kutolea sala na sadaka takatifu kwa ajili ya kundi lake. Aidha, yeye ni mchungaji mkuu katika jimbo, hivyo ajitahidi kumwiga Kristo aliye mchungaji mwema. Awe baba mwenye upendo kwa mapadri, mashemasi na watu wote aliokabidhiwa. Asiache kamwe kushughulikia makanisa mengine bila kusahau wale ambao hawajaingizwa katika zizi lake. Na kisha homilia hiyo kutoka kwa Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa ilifuata ahadi ya mteule askofu msaidizi mteule Padri Josephat Jackson Bududu. Mteule anahojiwa juu ya nia yake ya kutekeleza majukumu hayo aliyoelezwa katika homilia. Je, wataka kuitunza hazina ya imani iwe nzima na safi kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yamehifadhiwa daima na popote tangu nyakati za mitume? Nataka. Je, wataka kujenga mwili wa Kristo? Naye kwa kujibu nataka, anathibitisha nia yake ya kupokea madaraka hayo kwa msaada wa Mungu. Katika kujibu maswali 9 anayoulizwa, mteule huahidi kuhubiri Injili, kulinda imani, kushirikiana na urika wa maaskofu, kumtii Baba Mtakatifu, kuwatunza wote aliokabidhiwa na kuendeleza kazi ya uchungaji kwa faida ya wote. Neno nataka hutumika kwa nilamaanisha kujua na kuamua kwa dhati yale aliyoyasema. Nataka. Kisha ahadi ya mteule ilifuata litania ya watakatifu, ambapo askofu kiongozi aliwalika wote kusali ili kumwomba Mungu amjalie mteule wingi wa neema zake kwa manufaa ya kanisa lake. Kwa kuimba na kusali litania ya watakatifu wote, tunajiunga na kanisa la mbinguni kuomba neema hizo juu ya askofu msaidizi mteule Padri Josephat Jackson Bududu. Wakati litania ikiimbwa au kusaliwa, mteule hujilaza kifudifudi, na alama hiyo inaonyesha kuifia dunia, lakini pia ni tendo la unyenyekevu. Wengine wote wakiwa wamepiga magoti. Ilifuata dhehebu la kuwekwa wakfu,
tendo ambalo linamwingiza rasmi askofu msaidizi mteule katika daraja ya uaskofu. Tendo la kuwekewa mikono linafanywa kimya kimya na askofu mwadhimishaji wa ibada, Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, lakini pia na maaskofu walioshiriki katika ibada takatifu ya misa. Baada ya tendo hilo la kuwekewa mikono, Askofu Josephat Jackson Bududu alipakwa mafuta kichwani. Tendo la kumiminiwa mafuta kichwani mwa askofu linaonyesha kuwa anashirikishwa ukuhani wa Kristo, na mafuta hayo yaliyotumika ni krisma takatifu. Lilifuata tendo la kukabidhiwa kitabu cha Injili. Kabla ya kusali sala ya kumweka wakfu, Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa aliweka kitabu cha Injili juu ya kichwa cha mteule. Baada ya sala ya kuwekwa wakfu, askofu mpya alikabidhiwa mkononi kitabu cha Injili. Matendo yote haya mawili yana lengo la kudhihirisha wazi kuwa wajibu wa kwanza wa askofu ndio kulihubiri kiaminifu neno la Mungu. Na kisha kukabidhiwa kitabu cha Injili, askofu alikabidhiwa pete, alivikwa pete, alama inayoonyesha uhusiano wake na jimbo lake. Yeye ni mwakilishi wa Kristo katika jimbo lake, akiwa amekabidhiwa kanisa mahalia ambalo ni sehemu ya kanisa zima lililo mchumba wa Kristo. Pete ni alama ya uaminifu wake kwa kanisa, na askofu huvaa pete hiyo kila wakati. Askofu Josephat Jackson Bududu alivikwa pia kikofia kidogo, zucheto, ikionyesha utiifu wake kwa Mungu, ambacho kitoa wakati wa sala, akionyesha heshima. Askofu Josephat Jackson Bududu alivalishwa pia mitra, akiambiwa kwamba pokea mitra na uangavu wa utakatifu ung'ae ndani yako, ili utakapoonekana kama mkuu wa wachungaji ustahili kuipokea taji ya utukufu isiyooza kamwe. Na kisha kukabidhiwa kuvalishwa mitra, Askofu Josephat Jackson Bududu alikabidhiwa pia bakora. Akipokea bakora hiyo kama alama ya kazi ya uchungaji, akihimizwa alichunge kundi lote ambamo ndani yake Roho Mtakatifu amemweka kuwa askofu ili alisimamie kanisa la Mungu. Na kisha kukabidhiwa bakora hiyo, aliketishwa kitini kama askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, askofu ambaye atamsaidia askofu mkuu Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa katika kuwafundisha watu wa Mungu, kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa sakramenti na sadaka, yeye mwenyewe akiwa mfano na kielelezo cha sadaka binafsi katika maisha, lakini pia akiwa kiungo, akiwa daraja kati ya watu wa Mungu na kanisa, lakini pia akiwa daraja kati ya watu na Mungu.